Kwani wacha niwaulize, na mimi nauliza Murkomen, how much is enough? Kama tukichukua mashamba yao yote sitakufa tu na tutawekwa 6 feet. Sababu umesikiza hii watu. Lakini mimi nataka ni summarize hawa watu wamesema nini. Hawa watu wamesema shamba yao parcel 9 wananyang'anywa na broker fulani. Hiyo ndio shamba wamesema hivi. Wakati ng'ombe ya pande ile ikiibio hakuna haifuatwi venye hii ya pande hii ikiibio inafuatwa. Na wacha nikwambie, mimi leo nataka usikize vizuri. Kwa sababu hata kama siendai kanisa kila siku nasoma Biblia kila siku. Na Biblia inasema katika Zaburi 21 mstari wa 13. Yule ambaye atakaye ziba masikio yake asisikie kilio ya watu wanyonge, hata yeye atalia na hata sikizwa. Biblia pia inasema katika Exodus 24 ya kwamba ukifanya mnyonge alie, mtoto mjane, hata wewe utakuwa mjane na watoto wako pia watakosa nini? Wazazi, na utaumia generation yako. Mimi nimekuja hapa nimesikia kilio ya hawa watu. Na ni aibu sana, nimesikiza mama akiongea hapa akisema sisi hapa Ang'ata tunaishi kwa island. Tukilia hakuna mtu anasikia. Ile mtu anasikia tu ni Mungu wa mbinguni. Leo mimi nataka kuomba ya kwamba at least tusikize ile shida hii watu wamezungumzia, kwa sababu ni aibu. Ni aibu sana. Bwana Masengeli, tuko na IPOA. Watu hapa waliuao wakati Ngonga alikuwa hai. Wale watu waliuao hatujaipata hiyo ripoti ya IPOA kusema hawa watu waliuao ni kina nani. How do we continue living lying to each other ya kwamba we are representing people and we are not? Hiyo lazima ikome. These people, mimi nimekaa hapo nilikuwa nazuia machozi. Ile uchungu ambaye watu wako naye hapa hivi ni uchungu kubwa sana ambaye watu wanasikia, na lazima sasa ikome. Hao watu pia ni binadamu. Mimi naona watoto ni wadogo. Kwani wacha niwaulize, na mimi nauliza Murkomen, how much is enough? Kama tukichukua mashamba yao yote sitakufa tu na tutawekwa 6 feet kwa kitu kidogo. Kwa hai hiyo shamba ya hawa watu wacha ibaki iwe ya hawa watu. Na pili, mimi nataka kuhakikishia wananchi wa Ang'ata Barigoi, kama kuna serikali ambaye itawasikiza ni hii serikali. Ni hii serikali. Na ukisimama hapo usiogope. Ule mzee mwenye amesimama hapa akazungumza, mimi nafurahia hiyo. Ule mama amezungumza, mimi nafurahia hiyo. Kazi yetu, we are your servants. Sisi mabosi yenu. Nyinyi ndio, kwa sababu tunakula ile mshahara kubwa ni kwa sababu yenu. Na ndio unaona tumekuja hapa na tutarudi hapa ili tuweze kuwatetea. Ni aibu sana. Mimi naomba vitu 3. Na sasa kuongea sana. Mimi naomba kitu kimoja. Tafadhali, hawa Masengeli, hawa STU rudisha kwa boda, lete polisi inaje hapa. Tuweze kuwa naandika report. Ndio hata tuwe tunajua kile kinaendelea. Ya pili, hawa watu wapate ile haki ambayo mimi napata nikuwa regular, nikuwa Nairobi ya protection. Kwa sababu hawa watu wa protection. Hawa watu wanalia kila siku tunataka amani, amani, amani. Tunakuja hapa tunahakikishia pia sisi lazima tuwape hiyo amani. Kwa sababu, na nilisema hivi last week nilipokuja hapa hivi ama 2 weeks ago. Ile shida mko naye sana ni kwamba ile shamba ambayo mnaishi ni very fertile. Sasa sisi mabwenyenye wote tunakuja tunanunua mashamba kubwa kubwa hapa na tunasahau maskini ambayo wako hapa. Leo hii machozi yenu itafanya sisi tulie zaidi na watoto wetu walie zaidi. So mimi naomba, enough is enough. Tuhakikishe ya kwamba we have protected the rights of these people. Masengeli, mimi I believe in your ability to work. Mmesumbua Murkomen sahi anatakiwa kwenda huko kwa sababu ya kelele nyingine ambayo haina maana. But leo tumekuja hapa, tusitoke hapa bila kutatua mashida ya watu. Tuko na issue ya nimezungumza.
Na wale watu wamezungumza hapa nimesikia, and I'm summarizing what they say. Ile kitu wanataka KPR. Why is it so difficult to get KPR? Hii wazee ambayo wamezungumza hapa, iko watu ambaye wanajua these people are of sign mount. Wala watu wanaongea vizuri, wachaguliwa KPR wa hapa, wachaguliwa KPR wa pale Kuria, wa Masai pande ile, wafanya vizuri, wawe na command center moja, waweze kulinda watu wote. Hatuna ile pesa mingi ya kuweka polisi kila mahali, but we can protect ourselves. Ni at least kuina hata tutakufa, watu waikuja kuongea juu yetu, waseme tuliprotect hawa. Murkomen, God has given you an opportunity. Venye ulimaliza shida ya West Pokot, na venye ulimaliza shida ya huko pandeni ya Turkana, Marakwet, sasa it is upon you kuja kumaliza hii ingine. Wacha tuongee ukweli. Iko watu ambaye wako na mabunduki hapa. Hiyo mabunduki ambaye si halali lazima itoke, ndio ile bunduki ya halali ya KPR iletwe iweze kuwalinda. Mimi nataka kuongelesha hao watu ambaye ni administration hapa, kama chief, tafadhali mimi naomba kitu kimoja. Muwe very neutral in your dealings. Unajua sisi tunasikia maneno kutoka kwa watu, tunasikia. Chief ukiwa hapa hivi, hauwezi kukosa kujua huyo mwenye anafanya biashara ni nani. Kwa sababu hata hii wizi ya ng'ombe ni biashara.